Kisa cha wezi waliotokomea na kitita cha shilingi milioni 94 kutokea katika kampuni ya ulinzi ya Fargo kimeweza kuacha wengi wakiwa na maswali kuliko majibu. Leo mimi kama mtangazaji wako na mchanganuzi wako wa mambo kama haya, nimekita upelelezi wangu ndani ya story yote nzima, ndipo tuweze kufafanua haswa ilitokeaje na walisaidiwa na nani. Je, inaweza kuwa rahisi hivyo watu kuweza kuhepa na shilingi milioni 94 bila kutambulika? Ndilo swali ambalo kila Mkenya anajiuliza kwa sasa. Wells Fargo ni kampuni inayotambulika na wengi kwa kuweza kusafirisha na pia kulinda pesa kutokea katika makampuni tofauti hapa nchini Kenya, makampuni ambayo yanabeba vitita vya pesa kila kukicha. Na kampuni hii imekuwa vigumu sana kuwahi kujipata kwenye scandal kama hii, maana wanafanyanga authenticity ya wafanyakazi wao jinsi wawezavyo kabla ya kuajiri na kuwapa kazi ya kulinda pesa. Inakuwa vigumu sana kuweza kupata mfanyakazi ambaye ameajiriwa. Ni kama unafanya kazi kwenye benki alafu wewe ndiye mwizi kwenye hilo benki. Maafisa wa DCI hapo jana waliweza kutenga na kutengeneza kikosi special unit ya kuweza kufanya uchunguzi na kuweza kuwakamata wezi wawili ambao inaaminika ndio walitokomea na pesa zile 94.9 million. Tuseme tu ni takriban milioni 95, 95 million, kwa sababu kama ni 94.9 so hamna tofauti hapo. Hawa wafanyakazi wawili ilikuwa ni komanda wa kikosi kile, na acha nikwambie, before ufikie kuwa komanda katika kampuni hii ya Wells Fargo katika ulinzi wa pesa, unahitajika kuwa umefanya kazi pale zaidi ya miaka 10. So nikikuelezea, elewa yule ambaye alikuwa orchestrator na ambaye alikuwa ndio kiongozi wa wizi huu ni komanda mwenyewe. Alikuwa ndiye anaongoza kikosi kilichokuwa kikisafirisha zile pesa takriban 94.9 million. So komanda huyu ana uelevu mkubwa sana jinsi ambavyo kampuni ya Fargo ina function. Ana uelevu mkubwa sana jinsi ambavyo pesa zinasafirishwa. Alafu kabla uteuliwe kuweza kujiunga na kampuni ya Fargo, kufikia kitengo cha kuwa komanda, lazima huo umehitimu katika kitengo fulani cha polisi. Sijui tunaelewana lakini. So mtu huyu ana uelevu mkubwa sana. Ni mtu ambaye kazi kama hii ya kuchunguza ameshaifanya. So yeye kumkamata inakuwa vigumu sana kwa maafisa wa DCI, kwa sababu huyu mtu he has the knowledge, ako na akili kuhusiana na kile ambacho kama hawa maafisa wakitaka kunikamata ni wapi wataanzia. Wataanza kwangu nyumbani. Watakwenda kule kuona kama mamangu amepokea pesa ama bibi yangu na watoto wangu kuna pesa extra ambazo wamepata kupokea. So what should I do? Sipaswi kufika nyumbani. Hiyo unavuta. Kitu kingine, kama mimi ni mtumizi wa mitandao ya kijamii, nitakuwa nimeziacha blueprints zangu kwenye mitandao ya kijamii. So wakifanya uchunguzi inakuwa ni haraka sana kuweza kunilocate kutumia GPRS. Inakuwa virahisi sana kuweza kunilocate mahali ambapo nilipo. So hiyo ni kitu kimoja pia unakiondoa. Unakuwa labda unatumia simu ambazo haziwezi kuwa traced, burner phones kama jinsi ambavyo zinatambulikana, simu ambayo maafisa wa polisi hawawezi trace. Ukitumia simu kama Nokia 1100 zile za kitambo zile, kazi yako tu umetumia na una line mpya ambayo hiyo line haipo registered kwa jina lako.
Acha nikwambie, ukiwa mtu ukitaka kushika mwizi, tumia mwizi mwingine. Itakuwa vigumu sana sasa maafisa wa polisi kuweza kuwatia mbaroni hawa watu. Maana kitita cha shilingi milioni 95, hata wakisema walikuwa watatu wagawane, hizo pesa milioni 20 zinakutosha kuepa na kuepea katika nchi yoyote katika bara la Afrika na kuweza kufanya biashara ambayo unataka kuanzisha na kuweza kupokea documentation za kuweza kukufanya mwenyeji ama raia wa hiyo nchi. Inakuwa rahisi sana. So upumbavu unaweza tokea wapi kama yule dereva atakuwa na tamaa ya kwanza kutumia hizo pesa? Acha nikukumbushe kisa kimoja. Kuna vijana wa kutokea Thika waliochimba chini waende wakaibe pesa kwenye benki. Walichimba na wakaenda wakaiba zile pesa na wakazichukua, walikuwa mandugu, wakaenda nazo nyumbani, wakaenda wakazieka mahali. So baada ya kuzieka mahali, sasa wakaanza utumizi wa zile pesa. Mmoja wakati alienda akampea girlfriend wa kwake pesa, ndiye anaulizwa na girlfriend yake, hizo pesa umezitoa wapi? Jamaa kaelezea girlfriend yake, unaona ile bank walisema iliibiwa juzi, sisi ndio tulioiba. Pesa iko wapi? Tumeificha mahali fulani. Yule girlfriend wa kwake akakwenda akamuuza kwa maafisa wa polisi, na hivyo ndo vijana wakakamatwa. So wizi kama huu unahitajingi kuwa na mipango. Na acha nikwambie, wakati mwingine mnafanyisha watu kazi za kulinda pesa alafu malipo yao ni duni sana. Inakuwa sasa mtu ako triggered kufanya jambo kama lile. So that's why sasa komanda mwenyewe sahi, acha nikwambie, kumpata na acha nikwambie, huyo komanda labda wanakimbia kumtafuta side za Garissa, side za wapi wakifanya uchunguzi. Labda yupo hapa Nairobi, yupo mtaa wa Nairobi sahi, yupo katika mitaa tu, hata kwa town. Unajua hata zile picha DCI walipata kuachia kule wakionyesha eti huyu ndiye alifanya. Hizo picha sio clear. So inaonekana wawili hao wamefanya kazi katika hizo kampuni for so long until they were tired. Wakaona right now it's time to hit it and run. Alafu if they have the good information of how to orchestrate an escape plan, inakuwa rahisi sana kwa wao kuweza kuepa. Let me tell you, wakati mwingi watu upatikana wakati unajua ukiba pesa mingi hapa nchini Kenya, tuseme milioni 500 from a certain company, the next thing you think of ni jinsi ambavyo nitaweza kutoka nchini. How will I get out of Kenya? Hapo ndio unajiuza, kwa sababu mara tu unapoiba zile pesa na mara serikali inapopokea zile taarifa, wameshaanza kuhalat every border patrol ya kwamba kuna mtu fulani anakaa hivi, mkuwe mkifanya check up in every border point, mkihakikisha kwamba huyo mtu hatavuka na kutoka nchini. That's what they do. So wewe na kierere yako, hata muuaji mara nyingi hawa watu wanaua, unapata amekamatiwa na manga akiepa mara boda ya Sudan na Kenya, boda ya Uganda na Kenya. Wengi hivyo ndivyo wamfikirianga, nataka tu kuepa. Hebu fikiria tu, be calm. Watulia mtaani tu, rent kijumba chako fulani pale, getu yako fulani, tulia tu. Usikue na haraka ya kwenda kutafuta makahaba, usikue na haraka ya kwenda kukula pesa, tulia, ngojea mwaka. Si una hela yako, unakula, unakunywa, unakaa fresh, tulia. Mwaka ukisha, uchunguzi utakuwa umezima, unaweza tokea ukwende popote unapopataka. Ndivyo ilivyo. Sasa acha nikwambie, itakuwa vigumu sana kwa makachero kuweza kuwakamata hawawezi, kama huyo komanda na mafikra kama hayo ambayo nakwambilia, kwa sababu komanda ni mtu ambaye ana uelevu sana wa hii kazi. Na pia kitu kingine, acha nikuulize, pesa kama hizo once, kwani hilo truck wakati lilitoka? Ndio maana hapa wanatuchezea karata zingine pia hawa wafanyakazi wa Wells Fargo ambao waliwachwa. Hilo truck kwani lilikuwa silent?
Ilo track na ile kanta ya Isuzu ile jinsi ambavyo inapiga kelele. Amwezi sikia kabisa hiyo kanta inatoka. Watu antubeba upumbavu bana. Lakini ndivyo story ilivyo na ndivyo ulimwengu ulivyo. Acha tuone kama watapata kukamatwa ama ni kipi ambacho kitajiri kutokana na story yote nzima, maana kisa kipo mitandaoni kwa sasa. Maafisa walinda usalama kutokea katika kitengo cha DCI washaanza utafiti na upelelezi wao, ndipo kuwatia baroni wawili hawa. Ni hayo kwa sasa, tuungane kwenye video zetu zijazo. Hii ni FM Show na mimi Felix Mwenda.